أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعزائي في الله، ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema za ziada mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina budi kuwahusieni pamoja na kumsia Allah, kuwahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wamefaulu wale wote ambao ni wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuko katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameueleza fadhila zake na ubora wake. Pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa na yeye ameuelezea fadhila zake na kila ambacho kinafaa kufanywa na mwanadamu ama Muislamu ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Itoshe kwamba ndio mwezi wenye fadhila, na vile vile itoshe kwamba ni mwezi au ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Haui Uislamu au haui Uislamu kama utapinga moja katika hizi nguzo tano, ikiwemo nguzo ya as-sawm Ramadhan. Kwa hiyo ni fahari kwetu sisi kama umma wa Kiislamu kuweza kufikia katika mwezi mtukufu, mwezi ambao adhamahu Allahu tabaraka wa taala, ameuadhimisha Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Sasa na sisi hatuna budi isipokuwa ni kuadhimisha kwa kufanya yale ambayo anayaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah katika kitabu chake anatuambia: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Mwenyezi Mungu, enyi mliomsadikisha Mwenyezi Mungu, kutiba alaykumus siyam, mmelazimishwa nyinyi waumini kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu. Lengo na madhumuni la kufaradhisha na kulazimishwa sisi kufunga, la'allakum tattaqun, ili mweze kuwa wacha Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwajibisha kama vile alivyowajibisha waliokuwa kabla yetu, waweze kusimama katika taa, waweze kusimama katika ibadat, waweze kusimama katika kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo na madhumuni
la'allakum tattaqun, ili tuweze kuwa ni wacha Mungu. Ucha Mungu hauwezi ukapatikana katika mazungumzo. Ucha Mungu hauwezi ukapatikana katika kujinaki na kuzungumza, bali ucha Mungu unapatikana katika vitendo. Tutakapokuwa tumesimama na yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukaweza kuyafanya na kuyatekeleza kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linalotarajiwa au jawabu litakalokuja, tutakuwa ni wacha Mungu baada ya kuwa tumetekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Na iwapo tutajiepusha na yale aliyoyakataza na kuyazuia Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukaweza kuacha yale aliyoyaharamisha, tukasimama katika msingi wa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile tunavyosimama katika msingi wa kumtii Mwenyezi Mungu tukiwa kwenye saumu, hivyo hivyo ndivyo tunaitafuta taa na tunatafuta ucha Mungu. Kwa ndugu zangu Waislamu, funga malengo yake makuu ni sisi tuwe wacha Mungu, tukaacha kuangalia vile alivyoharamisha Mwenyezi Mungu, tukaacha kuzungumza yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu, tukafuata kanuni na taratibu za Mwenyezi Mungu, pale tunaingia katika jina la ucha Mungu. Kwa hili ndio lengo la kwanza ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitaka kwetu sisi, tuweze kuwa sisi ni wacha Mungu. Lakini saumu, ndugu zangu Waislamu, ina khasais nyingi. Mwenyezi Mungu amehusisha saumu na yeye, kwa sababu ni kitendo ambacho amekiambatanisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye ndiye akasema yeye ndiye atakayelipa malipo ya mwenye kufunga. Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo mujzil a'mali saim, ndiyo mwenye kulipa matendo ya mfungaji. Mungu amechukua dhamana ya kuweza kulipa yale matendo ambayo tutasimama nayo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Saumu utakayoifunga, Mwenyezi Mungu ameweka dhamana kwamba yeye ndiyo atakayelipa, ingawa matendo mengine yeye huyalipa, lakini hili limekuwa mahsusun lahu, limekuwa hasa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile alivyoitukuza nyumba tukufu ya Makka ambapo inaitwa Baitullahil Muharram, nyumba ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa tukufu. Tasharrafa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, au tasharrafa albaytillah, imekuwa ni tukufu nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuunganishwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile saumu imekuwa ni tendo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua jukumu la kulipa yeye mwenyewe, ingawa tumesema malipo mengine au matendo mengine yeye hutoa malipo. Kwa hiyo tukiwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tunatakiwa tufanye yale ambayo anayaridhia Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tujipambe na sifa ambazo Muislamu atakiwa awe nazo. Tujipambe na matendo ambayo ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Hivi ndivyo inavyotakikana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakueleza ndani ya aya hii la'allakum tattaqun, mpaka alipofika wa antasumu khairun lakum, mtakapofunga au saumu zenu, khairun lakum, ni bora kwenu nyinyi. Wa antasumu khairun lakum, funga yenu mtakapokuwa mmefunga, hili ni tendo litakuwa ni bora kwenu nyinyi, ni tendo ambalo liko bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ni tendo ambalo ni bora kwenu nyinyi ambalo mmelifanya. Antasumu wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Mwenyezi Mungu anatuambia tukifunga saumu yetu
ni bora, lakini itakuwa ni bora pale tutakapokuwa sisi tunajua kwamba tunafanya matendo mazuri. Itakuwa ni bora saumu pale atakaposimama Muislamu akawa ni mwenye kutekeleza majukumu yake kwa misingi ya kanuni za Uislamu, kwa misingi ya taratibu alizoziacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunapata faida gani tutakapokuwa sisi tumefunga? Ni zipi faida ambazo mfungaji atazipata? Moja katika faida ambayo mfungaji akifunga ataipata, Allah subhanahu wa ta'ala yajzi sa'im jazaan 'azima. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye anayelipa mfungaji malipo makubwa. Faida ambayo inapatikana kwa yule mfungaji ni ajrun 'azim, ni malipo makubwa. Malipo haya yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukifunga tarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu. Ukifunga tarajia thawabu kutoka kwa Allah, kwa sababu yeye ndiye amesema atalipa. Kwa hiyo ni faida mojawapo ya mtu akifunga atapewa malipo makubwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa nini apewe malipo makubwa? Li'annahu taraka, kwa sababu yeye ameacha yale ambayo anayatamani katika nafsi yake, ameacha yale ambayo ana uwezo wa kuyafanya, mambo ambayo ni halali kwake yeye kuyafanya, lakini kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu amejizuia na ameacha. Kwa hiyo huyu mtu anastahili malipo makubwa. Malipo haya hayatotoka kwa mtu yoyote yule, isipokuwa lazima yatoke kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi al-Qudus, anasema mtu huyu aliyefunga na akatarajia malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu, mtu huyu ambaye amesimama na ibadati mbalimbali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mtume anasema taraka ta'amahu, ameacha chakula chake, wa sharabahu, na ameacha vinywaji vyake, wa shahawatahu, na ameacha matamanio yake, min ajli, kwa ajili ya mimi Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu anasema taraka ta'amahu wa sharabahu, umeacha vinywaji vyako, umeacha chakula chako, wakati una uwezo wa kuchukua, una uwezo wa kukaa mahala na ukala, una uwezo wa kukaa mahala na ukanywa, ukaacha starehe zako zote zile umeziacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi wewe wafaa kupewa malipo makubwa zaidi, kwa sababu umeizuia nafsi yako katika kuweza kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni faida ambayo tumesema Mwenyezi Mungu ndiye anayelipa yule aliyefunga. Malipo yanatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo ni faida kwa mfungaji, yurabbi muslimu nafsahu, Muislamu anailea nafsi yake katika mazingira ya quwwatul irada, uwezo wa kutoa maamuzi. Muislamu anakuwa na maamuzi ambayo ya kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunalea nafsi zetu katika quwwatul irada, ukubwa wa kuweza kuwa na maamuzi. Umefika mahala umeamua kuacha starehe zako zote. Kwa nini uache hizi starehe? Ni kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni mwezi pekee ambao Muislamu analea quwwatul irada, anajenga nguvu ya imani yake, nguvu ya matakwa yake ambayo anayataka, basi analea matakwa yake kuwa na msimamo wa kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haya hayapatikani katika nyakati zingine isipokuwa ni wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kwa kila Muislamu aliyoamini kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anatakiwa alee nafsi yake, alee mwili wake katika quwwatul irada.
tusiwe tunapita au tunatembea tunapitishwa na matamanio, kile unachokitamani ndio unakimbia nacho. Hapana. Kwa hiyo tunaingia, tuko kwenye darasa, tuko katika mwezi ambao unalea nafsi zetu juu ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwezi ambao unalea nafsi ya Muislamu juu ya kumtii Mwenyezi Mungu, mwezi ambao unalea nafsi ya Mwenyezi Mungu ya Muislamu juu ya kuwa na uwezo wa kustahamili, kuwa na subra katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu, kuwa na subra katika maagizo ya Allah Tabaraka wa Taala. Ndio mwezi huu wa Ramadhani. Jambo la tatu ambalo linapatikana katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, al-muhafadhatu ala siha, ni kuhifadhi. Faida inayopatikana katika mwezi huu ni kuhifadhi afya. Ndani ya mwezi huu mara chache sana kusikia mtu anamwambia naumwa na kichwa au mswali. Kwa hiyo tuko katika mazingira, tuko katika nyakati ambazo tunatengeneza afya zetu. Tunatengeneza afya zetu, wakati tunatengeneza afya zetu, wakati huo tunamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati huo tuko katika toa, wakati huo tunatafuta at-taqwa. Lakini tunatengeneza viwili vyetu viwe na afya nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia as-sawmu sihha, sumu tasihu, fungeni mtakuwa na afya. Fungeni ili muwe na afya njema katika viwili vyenu. Kwa hiyo kufunga, faida ambayo inapatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni siha, tuatengeneza afya zetu. Lakini lingine, faida nyingine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, lisaimi, kwa mwenye kufunga farhatani, mwenye kufunga ana furaha mbili. Utakapokuwa umefunga unakuwa na furaha mbili. Furaha ya kwanza ni pale wewe unapofika muda wa saa 12 na kitu waingia katika kufuturu, wafurahi kwa sababu tayari umetekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu, wafurahi kwa sababu umetekeleza amri ya Allah. Umetekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, basi wafurahi kwamba nimemaliza amri, nimemaliza kutekeleza amri ya Allah. Sasa kinachosubiriwa au kinachobakia ni kwamba nasubiri malipo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo furaha ya kwanza tumesema ni wakati pale unapokwenda kufuturu, na furaha ya pili farhatun hina yalqahu, ni furaha pale utakapoenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ukikutana na Mwenyezi Mungu, siku ukiondoka katika ulimwengu waenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku kinyonge waenda kukutana na Mwenyezi Mungu, tayari ulishaandaa mazingira, ulishamtii yeye, basi waenda kukutana na jazaan adhima, waenda kukutana na malipo makubwa aliyokuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema saumu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu mimi na mimi ndio nalipa. Saumu ni yangu mimi na mimi nalipa. Kwa hiyo hapa waenda kukutana na malipo aliyokuandalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, waja wa Allah, hizi ni faida ambazo anatakiwa Muislamu azifahamu, azijue na afanye matendo ambayo yatamsababishia yeye aweze kupata fadhila na thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tukiwa tutafunga kimazoea, namna tunavyofunga, tunafunga kimazoea, tumewakuta wazee wetu wanafunga na sisi tunafunga pasina kufuata taratibu alizoziweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhila zile na thawabu zile zitakuwa hakuna. Kwa hiyo mja wa Allah anapoonana na Muumba wake siku ya Kiyama, anaonana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa kifua mbele, anajifaharisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibadillah, ndugu zangu katika imani, tusimame kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida nyingine ambayo inapatikana katika mwezi wa Ramadhani
watu wanakuwa wako makini mno juu ya swala tano, wanazihifadhi swala tano, wanaziswali kwa wakati, hususan katika wakati wa magharibi, wakati wa alfajiri. Watu wanaamka mapema, wanakula daku zao, watu wanaamka wanakuwa wako msikitini mapema wakisubiri adhana au wakati ufike ili mtu aweze kufuturu. Hiyo ni faida moja wao. Watu wamekusanyika msikitini, wanasubiri ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni jambo kubwa ambalo halipatikani katika siku zingine isipokuwa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Ud'u rabbakum bimaghfiratin innahu laghafurur rahim wa huwal barrul karim. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad faza al-muttaqun. Huu mwezi ni mwezi wenye fadhila, ni mwezi wenye baraka, ni mwezi wenye neema. Ndio mwezi ambao unzila fihi al-Qur'an, mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwezi kwetu sisi kama umma wa Kiislamu ni kufurahia na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa mwongozo uliokuwa bora, kwa kutuletea sheria ambazo za kuweza kumwongoza mwanadamu katika njia ya sawa. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, mwezi wa Ramadhani ambao ndio ndani yake imeteremshwa Qur'an. Hudan linnas, ambayo ni mwongozo kwa watu. Qur'an ndio mwongozo wetu, Qur'an ndio kitabu chetu, Qur'an ndio kila kitu kwetu sisi Waislamu. Kwa ni mwezi ambao unzila fihi al-Qur'an, mwezi ambao imeteremshwa Qur'an. Huda linnasi, ni mwezi ambao ni Qur'an ambayo ni mwongozo kwa wanadamu wote, awe Muislamu au si Muislamu. Mwenyezi Mungu amesema huda linnasi, ni mwongozo kwa watu wote. Kwa hiyo kwetu sisi yajibu alaina, ni lazima juu yetu, au yanbaghi alaina an natanaama bihadhihi layali, tunalazimika sisi kama Waislamu kuneemeka na mwezi huu, kupata neema za Mwenyezi Mungu ambazo zapatikana katika mwezi huu. Neema ziko nyingi ambazo Waislamu tunatakiwa tuneemeke nazo. Mmoja katika neema ambazo zinapatikana katika mwezi huu ni neema ya kusoma Qur'an, ni neema ya kusimama kisimamo cha usiku, ni neema ya kuweza kutoa sadaqa, ni neema ya kuweza kuwasaidia wale wasiojiweza. Hizi zote ni neema ambazo zapatikana katika huu mwezi. Na katika wa min alamati ya quwwati al-iman, na miongoni mwa alama za nguvu, yani mtu kuwa na imani ya nguvu, wa min sifati al-mu'min alladhi yuhibbu Allah, na miongoni mwa sifa za muumini anayempenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anayempenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayu'azzima al-umura wal ayyam wash-shuhura, ni kuadhimisha masiku haya kwa kufanya ibada, kwa kumtii Mwenyezi Mungu, kwa kufanya matendo yaliyo mema. Huyu ndio anakuwa na imani yenye nguvu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ayu'azzima, aziadhimishe umura, mambo ambayo adhamahu Allah, ameyatukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ameyaonyesha kwetu sisi kwani masiku matukufu. Kwa hiyo hakuna budi kwetu sisi Waislamu, lazima na sisi tuweze kuyatukuza. Na miongoni mwa kuyatukuza haya tumesema ja'ala Allahu 'aziman, Mwenyezi Mungu ameutukuza, ameujalia mwezi wa Ramadhani kwa ni mwezi mtukufu, ni mwezi wenye baraka nyingi. Kwa hiyo kinachohitajika kwetu sisi ndugu zangu Waislamu ni kuweza kusimama juu ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila kitendo ambacho tutakifanya. Basi tutoke katika mwezi wa Ramadhani tukiwa tumejifunza, tumeingia katika darasa, tumetoka na shahada za kuwa sisi ni al-faizin, kwa sababu siku ya mwisho katika mwezi huu tutaambiana bwana minal faizin, bwana tunaombeana kule kufaulu. Kwa hiyo kule kufaulu kwetu kunatakiwa tuanze kutengeneza sasa.
tutengeneze mazingira ya kufaulu kuanzia leo, ili ikifika siku ya mwisho tupeane kongole ikiwa tumefanya matendo yaliyo mazuri. Sio inafika wakati wa swala ya tarawih, watu wanaondoka, watu wanatoka msikitini, wanaacha kufanya ibada. Ibada hii inapatikana katika huu mwezi peke yake, haipatikani katika miezi mingine. Kwa hiyo Muislamu atakiwa ajifunge kibwebwe. Kama ni buti, kaza buti, ufanye ibadati, ufanye adhkari, umtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila ambacho anakipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amekiamrisha, basi Muislamu anatakiwa asimame nacho, aweze kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika haya masiku machache ambayo tuko nayo. Mwenyezi Mungu mwenyewe ametuambia ayyaman ma'dudat, ni siku kidogo. Leo tuko na siku ya 3, ukikaa siku kidogo na siku 15. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na wahusia nia hii ya kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tuweze kuneemeka na fadhila hizi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Wa radiyallahu 'ala al-khulafa'ir rashidin minhum Abu Bakar وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى الصلاة.